Naomba kujitambulisha. Mimi naitwa Meja Geoffrey Wilson Watson, natokea kikosi cha 23 Biharamulo. Nimekuja kumwakilisha kamanda kikosi ambaye ndiye aliyekuwa amealikwa kama mgeni rasmi, lakini alipata dharura, alienda kwenye majukumu mengine ya kitaifa, hivyo akanichagua kuja kumwakilisha. Ndio maana niko hapa kwa niaba yake, na kamanda kikosi ambaye anakuja kumwakilisha anaitwa Luteni Kanali Saleh Nia Saleh. Kwa risala, nimeona risala pia, nimesikia wanafunzi wamesoma risala hiyo. Risala ni nzuri, imeandaliwa vizuri, imeandaliwa kwa umakini. Nawapongeza sana waandaaji wote wa risala, kwani pia imeweza kuonyesha nimeona kuna sehemu wanafunzi wenyewe kwenye risala wamesema wao ni wazalendo. Mimi hicho kipengele pia kikanifurahisha sana. Kuitwa mzalendo wa nchi sio kitu chepesi, wala sio jambo rahisi. Mzalendo lazima uipende nchi yenu, nchi yako. Bila shaka, kwa sababu ninyi mmesema ni wazalendo, basi mnaipenda nchi yenu, mnatii viongozi wenu wakiwemo wa shule pamoja na wa serikali kwa ujumla. Kwa hiyo hilo neno pia lilinifurahisha kusikia hivyo, kwamba ninyi ni wazalendo, na wasii pia muendelee kuwa wazalendo. Pia na wasii muendelee kuwatii walimu wenu pamoja na wazazi kwa ujumla. Mbali na hilo, napenda kutoa pongezi za kwa mwalimu mkuu pamoja na walimu kwa ujumla pamoja na wanafunzi kwa ujumla, kwani matokeo haya sio matokeo mtu akikwambia hii ni shule ya serikali unaweza ukabisha ukaisa labda ni private, kwa sababu shule kuwa ya 49 kati ya shule 5,000 na kitu sio kitu mchezo. Kuwa 49, yaani ni kwamba mmefanya vizuri to the maximum. Lakini kufanya vizuri huko kunatokana na nini? Kunatokana na uongozi mzuri wa uongozi uliopo shuleni, bodi ya shule na viongozi wengine wote waliopo katika uongozi wa shule. Kwa hiyo mshikamano uliopo katika uongozi kuanzia mkuu wa shule, walimu na wanafunzi, ninaomba muendeleze ili kuweza kuendeleza matokeo mazuri zaidi kwa hapo baadaye. Lakini pia nimeona kuna vipaji mbalimbali vya wanafunzi. Hii shule pia unaweza ukahisi kwamba hii shule labda ni ya wale watoto wa vipaji maalum, kwani ukiangalia kila kipaji kipo. Nilikuwa naangalia kuanzia skauti na kuja kuanzia maigizo. Nilikuwa sasa natoa zawadi, sasa ikabidi niache sababu nikaona kila mtu anastahili zawadi. Sasa namwacha nani na mpa nani? Kwa hiyo mimi naona kabisa kwa hili walimu mnastahili kabisa pongezi, pamoja na wanafunzi kwa kazi nzuri mnazozifanya, kwa sababu hivi vipaji sio kwamba vinatoka from nowhere. Hivi ni kwamba huwa vinatengenezwa na vinatengenezwa na nani? Na walimu. Kwa hiyo hongereni sana. Usia wangu pia kwa wanafunzi, mimi nimeugawa katika sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza ni wakati wa kusubiri matokeo au wakati wa kusubiri mitihani, ambao ni huu wakati ambao tuko nao. Huu wakati mimi nawashauri muendelee kusoma kwa bidii. Usibweteke na matokeo uliyoyapata hapo nyuma, kwa sababu matokeo ya mwisho ndiyo yatakayo determine hatima yako. Unaweza ukawa ulipata division 1 ya point 3, lakini ukifanya vibaya mtihani wa mwisho, ile ya nyuma uliofanya haitahesabika. So mnalijua hilo wanafunzi? Hivyo basi endeleza bidii, kaza buti,
piga msuri, sikiliza walimu wanachokuelekeza. Unaelewana eh? Basi kipindi kingine ni kipindi cha mtihani. Kipindi cha mtihani usipanic. Hakikisha unafanya mtihani kwa weledi. Utulie. Usijiamini sana wala usiwe na hofu sana. Kuwa wastani. Utafanya mtihani wako vizuri bila wasiwasi wowote, na nina imani mtafaulu kama wenyewe mlivyosema. Hapa Sela ni division 1 na sio vinginevyo. Lingine ni baada ya mtihani, yaani kabla ya matokeo. Hapa ndipo watu wengi huharibikiwa. Hapa unatoka shuleni, ulikuwa chini ya usimamizi wa walimu, unakwenda nyumbani. Sasa baadhi mwingine anaenda nyumbani, mwingine anaenda anapojua. Sasa hapa ndio watu wengi sana huwa wanapoteza dira ya maisha yao, na maisha hujengwa kuanzia chini. Hapa ukipotea, unaweza ukapotea mazima au ukafanya vizuri zaidi, lakini ukifuata mambo mengi ambayo walimu walikuwa wanawaelekeza hapa shuleni, yaani ikiwemo nidhamu, kuheshimu wazazi na viongozi wa maeneo ambao wewe utakuwepo, pamoja na viongozi wa dini. Ukiwaheshimu wote na kufuata yale yote unayoelekezwa, nina imani matokeo yatatoka, utakuwa uko vizuri. Yaani namaanisha ya kwamba hata kama uko na division 1, lakini division 1 imekuta wewe ni teja. Je, division 1 itakuwa na maana yoyote hapo? Itakuwa haina maana. Division 1 umepata division 1 hata kama ni point 3 au point 4, lakini muda huo wewe ulishaharibika, umekuwa mvuta bangi, umekuwa mlezi wa kutupwa. Kwa hiyo division 1 haitakusaidia chochote. Basi cha kuzingatia ni kufuata maadili yale unaofundishwa shuleni, pamoja na yale ambayo unafundishwa na wazazi. Na ninyi wazazi, hakikisheni ninyi mkipokea watoto basi muwalee kwa maadili yale ambayo yanastahili, ili waje wafurahie matunda yao hapo baadaye. Lingine ni baada ya matokeo. Hii ni phase ya mwisho ambayo katika phase 4. Hii phase baada ya matokeo ni kwamba matokeo kama tulivyosema hapa Sela ni division 1. Na division 1 inapatikana kwa jitihada kama tulivyosema, na nina imani wote mtapata division 1. Kwa hiyo kwa kupata hii division 1 sasa, hakikisha unakwenda shule. Siku hizi imetokea tendency, mtu anapata division 1 lakini anakwambia mimi sitaenda shule. Ukimuuliza kwa nini, anakwambia mimi naona kusoma miaka 3 ni mingi. Hivi umesoma form 1 mpaka form 6 miaka 6, sio? Alafu miaka 3 inakuwa mingi. Inawezekana? Kwa hiyo unakuta haiwezekani. Kwa hiyo ni bora uvumilie, usome, umalizie kwa muda huo. Hata kama ni kufanya biashara, kafanya biashara baada ya kusoma. Mimi nina imani kwamba ukisoma utapanua elimu zaidi. Hata kama ni biashara, utafanya biashara ukiwa na elimu yako. Utatafuta kazi ukiwa na elimu yako. Lakini kutafuta kazi ukiwa na form 6, sawa, unaweza ukapata wa kubahatisha, lakini pia utendaji wako wa kazi hauwezi ukafanana na yule aliyesoma mpaka elimu ya juu. Umeelewana wanafunzi? Kwa hiyo mjitahidi, mhakikishe mnajiendeleza kwenye kusoma. Hata ikitokea bahati mbaya ukateleza ukapata division 3 au 2, usiache kujiendeleza kusoma. Hakikisha unasoma, unasonga mbele. Ukisoma na imani kabisa utakuwa vizuri. Ndio maana kuna msemo unasema, wale Kristo wanasema usimwache elimu aende zake. Sio hivyo? Kwa hiyo usiache elimu iende zake. Kwa hiyo wewe soma, uwe na elimu. Haya mambo mengine ya kazi, sijui biashara, yafanye baada ya elimu. Tunaelewana wanafunzi? Basi kwenye risala nimeona changamoto mmeziorozesha, pia hata
mwalimu mkuu naona ziorodhesha, lakini bahati nzuri zinafanana. Kuna hii ya upungufu wa vifaa vya tehama, hii wanafunzi waliitoa changamoto ambao wakasema kuna upungufu au hakuna kabisa vifaa vya kufundishia kama vile kompyuta, projekta. Kuna uhaba wa mabweni, kiwemo miundombinu ukiwa chakavu. Kuna uchakavu wa vyoo vya walimu pamoja na upungufu wa mabafu ya wanafunzi na sakafu kuwa mbovu. Pia bwalo la chakula lina uchakavu. Pia shule haina uzio. Pia jiko la kupikia linahitajika kama mlivyosema kwenye risala yenu kwamba inaombwa walau hata sehemu ya changamoto itatuliwe. Na mimi pia naungana na ninyi kabisa. Kutatua changamoto zote kwa wakati mmoja ni kitu ambacho ni kigumu. Hivyo basi mimi nitawasiliana na mwalimu mkuu hapa ili aviorozeshe vile vitu vyote ambavyo vina kipaumbele, lakini vikionyesha pia na BOQ yake, yaani iwe na thamani kwamba hiki kinaweza kikahitaji kiasi gani. Basi tukiletewa pale sasa, na sisi tutachakata tuone vitu gani tutaanza navyo kulingana na jinsi mwalimu ambavyo amevileta pale kwa kipaumbele chake. Basi mimi sina mengi zaidi nirudie tena kuwapongeza kwamba walimu jamani wanafanya kazi nzuri pamoja na changamoto zote hizi, lakini bado wanafanya vizuri na shule inakuwa katika nafasi tajwa. Yaani kimkoa ilikuwa ya 3, halafu kitaifa ikawa ya 49, na bado kuna changamoto nyingi zilizotajwa. Mimi kupitia hapo naendelea tena kuwapongeza walimu pamoja na wanafunzi kwa mshikamano wenu mzuri. Naombeeni muendelee kuwa na mshikamano, lakini pia hapo mimi nitatoa motisha kwa walimu shilingi 1,500. Makofi kwa mgeni rasmi. Asante. Lakini pia kwa sababu walimu hawa walikuwa wanashirikiana na wanafunzi, wana mshikamano mzuri na wanafunzi ambao ndio unasababisha wanaleta matokeo mazuri. Pia wanafunzi kama nilivyosema, sikuweza nikaacha kutoa zawadi ya mmoja, ila mimi nina zawadi yao ya wote pamoja, ambao sasa nitamkabidhi mwalimu hapa shilingi 100 kwa ajili ya kuboresha. Kama ni chakula cha kesho, wao wenyewe wataangalia waboreshe lini, lakini nitamkabidhi mwalimu hapa pesa zote kwa jumla.